Haleluya. Tunajifunza leo kuhusiana na sheria za uwekezaji, na hizi ni baadhi tu ya sheria za msingi. Tunapozungumzia neno uwekezaji ni neno pana sana, lakini tunazungumzia yale ambayo hasa yanatuhusu sisi katika maisha yetu ya kila siku. Na tutasoma vifungu vya msingi. Nitaomba unitege sikio. Tusome vifungu vya msingi vifuatavyo. Tutasoma hadithi ya Mathayo 13 mstari wa 1 hadi wa 9. Tutasoma pia Mathayo 25 mstari wa 14 hadi 29, na kisha tutasoma Mhubiri sura ya 11 mstari wa 2 na wa 6. Naomba mnisikilize kwa makini ninapoenda kusoma. Kwanza kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 9. Nitasoma kwa jina la Yesu. Siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia maneno mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 60, 30. Mwenye masikio na asikie. Amen. Tasoma tena kitabu cha Mathayo sura ya 25. Tutasoma mstari wa 14 hadi wa 29. Nitasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya.
Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Haleluya! Umesikiliza hadithi vizuri? Amen. Nimesema ya kwamba leo tunazungumzia swala zima la uwekezaji au sheria za uwekezaji. Sasa kabla ya kutafakari kuhusiana na hizi hadithi ambazo nimetoka kusoma, ningependa uelewe kitu kimoja. Dhana ya uwekezaji ni dhana gani? Tunaposema uwekezaji, tunamaanisha maneno mawili ambayo ni ongezeko na uzidishaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo kubwa la uwekezaji ni kuzidisha kile ulicho nacho. Sawa? Tunapowekeza tunatafuta kuzidisha kile ambacho tumekipata, si ndio jamani? Kwa hiyo uwekezaji na uzidishaji au ongezeko ni kitu kimoja. Sasa ningependa tutafakari kidogo jinsi Mungu anavyotafakari, kwa sababu tunapojua jinsi Mungu anavyotafakari, nasi pia tutatafakari kama Mungu. Na tukijua kutafakari kama Mungu, basi tutafanikiwa kama Mungu alivyofanikiwa, au sio jamani? Haleluya! Sasa angalia, Mungu ni Mungu anayewaza ongezeko. Sikiliza, Mungu hapo mwanzo, baada ya kuumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, akatamani dunia ijae kiumbe au viumbe ambavyo vinafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili avipate viumbe vinavyofanana na yeye kila mahali, akatengeneza mfumo. Bwana asifiwe sana. Mfumo wa mume na mke, akawatengeneza mtu mume na mtu mke. Baada ya kuwatengeneza, akawaagiza, akawaambia, zaeni mkaongezeke na mkaijaze nini? Nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine alimaanisha kwamba nataka ninyi wawili mjizidishe. Sawa? Mjizidishe, kila mahali duniani niwe na watu kama ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, mfumo ule ulifaulu au haukufaulu? Ulifaulu. Bado unafanya kazi au ufanyi kazi? Yesu pia aliwaza ongezeko. Bwana asifiwe sana. Yesu alipofika duniani, amefika mwaka wa 30, akasema nataka nitengeneze mfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nitengeneze nini? Mfumo, niwekeze. Sema kuwekeza. Tuko tunazungumzia uwekezaji. Tumesema lazima tujifunze kuwaza kama Mungu ili tuwe na utele kama nani? Kama Mungu, au sio jamani? Yesu akasema, mimi sihitaji kufanya kazi kubwa ya kuwapata watu wote kwa wakati mmoja, ila nahitaji wanaume wangapi? 10 na wangapi? Wanaume wangapi? 12. Akakaa nao miaka 3.5. Akawatengeneza, akawafundisha kila ambacho wanahitaji ukifanya. Ile miaka 3.5 ilipotimia, akasema sasa mfumo anza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema nataka mwenende ulimwenguni kote, mfanye mataifa yote kuwa nini?
wanafunzi wangu wawe kama ninyi. Haleluya. Katika Yohana 15:16 akawaambia, si ninyi mlionichagua, lakini mimi ndo nimewafanyaje? Ili mwende mkazae matunda, na matunda yanayokaa. Alipomaliza kaondoka zake. Je, mfumo wa Yesu haufanyi kazi? Hatuna wanafunzi wake kila mahali? Hatupo kwenye ule mfumo wa Yesu? Hatuko tunaendeleza mfumo wa Yesu? Mpigie Bwana Yesu makofi. Umeelewa neno uwekezaji? Kwamba ni kuanzisha kitu kinachojizidisha, si ndio? Hakikisha una mfumo ambao unafanyaje? Unajizidisha au unajizalisha. Kama hauko unazalisha kitu, basi ujue hautapata zaidi ya kile ulicho nacho. Sawa jamani? Yaani kama huna mfumo unaozalisha kitu, maana yake huwezi kuwa na zaidi ya kile ulicho nacho. Sasa tunapozungumzia uwekezaji, tunawekeza katika falme mbili. Mnazijua falme mbili tunakowekeza mali zetu? Falme ngapi? Mbili. Falme ya kwanza mbinguni. Haleluya. Tunapowekeza fedha zetu na mali zetu, tunawekeza mbinguni. Tunawekezaje? Kupitia zaka, sadaka na misaada kwa wahitaji. Lakini pia ufalme mwingine ambako tunawekeza mali zetu ni katika ufalme wa duniani, ambako tunaanzisha biashara, tunanunua viwanja, tunajenga nyumba na kadhalika. Kwa hiyo ukiwekeza katika ufalme mmoja sio vema, unakuwa umekosea. Hakikisha unawekeza kote. Sasa kuna watu wanafanya makosa, anawekeza mbinguni tu, duniani hajawekeza. Sawa jamani? Kama hujawekeza duniani utaumia. Haleluya. Hii ni kanuni lazima tuizingatie, kwa sababu kuna ambao wanafikiri kutoa tu kutampa pesa. Lazima tuwekeze kote, tu balance. Mbinguni unawekeza na duniani pia unafanyaje? Unawekeza. Sawa sawa? Mwambie jirani yako, unamuelewa mchungaji? Mwambie leo anamalizia somo na mambo ya mwishoni ni matamu sana. Kwa hiyo usikose tafadhali. Haleluya. Sheria za uwekezaji. Sasa twende tuzichambue zile sheria za uwekezaji moja baada ya nyingine. Sasa sheria ya kwanza ya uwekezaji inasema hivi: pesa haipaswi kufichwa wala kutumiwa, bali huwekwa kwenye mzunguko ili ikue na kuongezeka. Tusome wote pale mbele. Sheria ya kwanza inasemaje? Pesa haipaswi kufichwa wala kutumiwa, bali huwekwa kwenye mzunguko ili ikue na kuongezeka. Tunarejea kwenye hadithi ya Mathayo 25 mstari wa 14 hadi 27, ambapo Bwana Yesu anatupa hadithi ya watu wanne. Yupo mmoja ambaye ni bosi na wafanyakazi wake wangapi? Watatu. Bosi huyu ana kiwanda chake, pengine na kampuni yake, ana mali zake ambazo zinasimamiwa na wafanyakazi. Sasa umefika wakati ambapo bosi anataka kusafiri. Bosi alipotaka kusafiri akasema, nataka niwaachie mali zangu. Bwana asifiwe sana. Akamwambia mmoja, nitakuachia talanta ngapi? 5. Mwingine akamwambia, nitakuachia talanta 2. Na mwingine akamwambia, nitakuachia talanta 1. Mstari wa 15 wa Mathayo 25 mstari wa 15, Biblia inasema ya kwamba kila mmoja alipewa talanta zinazolingana na uwezo
wake. Kwa sababu naweza kujiuliza kwamba huyu alifaulu kwa sababu alipewa nyingi. Nanielewa? Hawa Biblia inasema kila mmoja alipewa kulingana na nini? Na uwezo wake. Maana yake yule bwana alikuwa anajua huyu anamudu 5, huyu anamudu 2 na huyu anamudu 1. Akaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuondoka akarudi. Aliporudi akasema, John, kila mmoja na talanta zake, tupige hesabu. Yule wa 5 akasema, Bwana, hizi hapa talanta zangu 5 na 5 nyingine faida nimeleta. Jumla ngapi? 10. Yule wa 2 akasema, Bwana, hizi hapa talanta zangu 2 ulizonipa plus 2 zingine faida, kwa hiyo jumla ngapi? 4. Yule aliyepewa 1 naye akaja akasema, Bwana, hii hapa talanta yako 1, lakini mimi nilienda nikachimba mahali ndani ya chumba, nikaifukia pale, nikaifunika, na hii hapa Bwana talanta yako. Na nielewa vizuri. Sasa Biblia inaonyesha kwamba huyu bwana hakupenda alichokifanya huyu aliyepewa talanta 1. Kwa sababu gani? Alichukua kale kamane akaenda kukaficha, badala ya kukaweka kwenye mzunguko ili kapate nini? Faida. Yule bwana akamkemea sana, akasema, ndugu yangu, ili kupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Sasa tunajifunza nini kutoka kwa huyu jamaa? Ni kwamba ni hasara kubwa kwanza kutumia pesa bila kuizalisha. Point inaeleweka? Ni hasara kubwa ikiwa una tabia ya kutumia pesa bila kuizalisha. Ni vigumu kupata badiliko lolote. Utakuwa kama huyu mtumwa mjinga ambaye bwana wake anamwambia, ambaye alisema, mimi ninajua bwana wangu anavuna asipopanda. Ukweli ni kwamba kama haujapanda hautafanyaje? Hautavuna. Huyu bwana akasema tena, bwana wangu anakusanya asipotawanya. Ni mjinga, ndio maana namuita mwovu. Kwa sababu katika masuala ya uchumi, wapendwa, huwezi kukusanya pale ambapo hujatawanya. Ndio maana tunasema hata mimi nikikuombea hapa, nitakuombea, lakini nenda katawanye nini? Mbegu. Na nielewa watu wa Mungu, lazima uwe na mfumo unaoleta ongezeko ili maisha yako yabadilike. Hiyo ndo solution ya maisha ya kiuchumi. Mambo mengine tutakaa tu tukimlaumu Mungu. Mungu, mbona hujanibariki? Mungu, mbona hujanibariki? Mungu atakwambia, nilipoumba mbingu na nchi, mimi niliwekeza, nilitengeneza watu hawa wawili mme na nani na mke, na bado biashara yangu inafanya kazi. Wewe umewekeza wapi? Hausio jamani? Yesu nisaidie, Yesu nisaidie maisha ya uchumi. Yesu atakwambia, mimi nilipokuwa duniani nilitengeneza watu 12 na bado kazi nafanyaje? Naendelea kuandika tu faida kwenye ufalme wangu. Faida kila mahali, faida inaingia kila mahali, faida inaingia. Wewe una mfumo gani? Sasa kama unataka maisha yako yabadilike,
lazima uwe na mfumo unaoleta ongezeko. Ndio maana tulisema mwanzoni Jumapili ya kwamba kila pesa inayoingia mkononi mwako ni nini? Ni mbegu. Usile, nenda kapande izae matunda, ule nini? Matunda. Sasa pesa haitumiwi bila kuzalishwa, na pesa, pointi ya pili, haifichwi. Wana vibubu leo, kavunje kibubu chako. Afu mimi wa mama huwa na wacheki sana, nasema hivi, hawa mama wana hesabu gani? Hizi hesabu zenu za bukubuku mtaani hizi, halafu naipokea yaani nyie sijui wa Afrika mtapona lini nyie. Mimi si wakatazi, hata mke wangu anacheza, mimi si mkatazi. Lakini mimi nataka niwaeleze wa mama, sikilizeni. Wewe unaenda kuweka boko. Ukimaliza, ukipata ile pesa yako inaishia wapi? Kariakoo. Maisha yako yatabadilika lini? Yaani unakuwa kama umepokea nini? Mshahara. Leo nimepokea mshahara. Siku hii utakula nyama, siku hii utaenda Kariakoo, siku hii utafanya nini? Utanunua nguo nzuri. Sasa maisha yako yatabadilika, hayawezi kubadilika. I'm telling you, kwa mfumo ule. Wengi mnafikiri njia nzuri tunaipokea kiwa nyingi, lakini ni ya nani? Si ile uliyoweka kule. Si ndio ile imeongezeka hata senti. Kumbe yule anayeweka na kata kidogo Yaani nyie sijui mtatajirika lini. Mungu awasaidie sana. Mimi sitaki kuwakataza. Mimi niko na wafundisha tu ili muweze kuona. Anyway, nitawaambia cha kufanya baadaye. Hallelujah. Sasa tunasema unapopata hela yoyote, nataka niende haraka kwa sababu ya muda. Unapopata pesa yoyote, tafadhali, imeingia mkononi mwako, iwe umepewa zawadi na mtu, iwe umeuza mauzo, iwe umepata mshahara, fanya mambo mawili. Moja, toa zaka. Wekeza katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Ukitoa zaka yako, kinachobaki zalisha. Sijasema utumie, nimesema zalisha. Zamani nilikuwa nafundisha kwamba inayobaki kata asilimia fulani weka akiba, kata asilimia fulani. No. 90 inayobaki ninakwambia kaizalishe kabla ya kuitumia. Niliweka mchoro pale, tunaujua. Sawa jamani? Mmenielewa? Kwa hiyo kanuni ya kwanza imesema pesa ukiipokea usiifiche, usiende kuweka mahali fulani, kwa sababu kwanza kule inaweza kuliwa na panya, au sio jamani? Kule unakoficha inaweza kuibiwa. Kuna wengine wameshaumia na kuibiwa kibubu chote. Sasa ndio maana pesa usiweke ndani ya nyumba. Utakuwa umekuwa kama yule mfanyakazi yule wa 3 aliyeenda akachukua talanta akaweka ndani ya nyumba. Kwenye hatari nyingi, kuibiwa, kuliwa na panya, sijui kufanyiwa nini. Halafu sikiliza. Zaidi sikiliza, inapoteza thamani. Yaani kadri siku inavyoenda, ile 1000 uliyoweka jana hautakuta ile 1000 baada ya mwaka, baada ya miezi 2, 3. Lazima itakuwa imepungua nini? Thamani. Kwa hiyo kuiweka akiba, kuificha mahali sio solution. Mwingine akasema bora kama unazo za kutosha uende benki wakupe angalau $1 ndio uweke $1. Sawa? $1 kidogo unaweza kukute imeongezeka thamani.
badala ya kupungua thamani. Fanya biashara, mnanielewa? Nanipata vizuri? Kwa hiyo achana na kula pesa bila kuizalisha, na achana na kuweka pesa ndani ya nyumba yako. Hiyo tuiache, tusiwe kama yule mfanyakazi wa tatu. Hiyo kanuni imeeleweka Pesa inapaswa kuwa kwenye mzunguko. Mwambie jirani yako, pesa inapaswa kuwa kwenye mzunguko ili ikuzalie matunda. Nenda kanunue pipi, kama ni 2,000 badala ya kuificha, kanunue kiboksi cha pipi, tembea nacho mtaani, njoo nacho hapa kanisani. Si watu tunakula pipi? Nenda nacho pale shuleni, badala ya kuiweka pesa, ile pesa ikuzalie nini? Matunda. Sawa? Sheria ya pili. Mwambie jirani yako, sheria ya pili. Kamwe usipande mbegu kwenye udongo usioujua. Mama fulani kaanza dagaa, kuuza dagaa. Atakuwa anapiga hela yule, na mimi naenda feri kuchukua dagaa. Jua kwanza hiyo biashara. Na wengi tunapata hasara. Biashara zetu zinakufa mapema. Kwa sababu gani? Tunazipanda kwenye udongo mbaya. Ndio maana hadithi ya mpanzi inatueleza ya kwamba kuna udongo wa aina tofauti. Kwa lazima ufanye utafiti wa kutosha. Hii mbegu yangu nataka niiweke kwenye udongo wa aina gani? Sawa? Ndio maana wenzetu wazungu au wa China tuseme, akitaka kuanzisha kampuni Afrika, hatoki kule moja kwa moja na kuja kuanzisha kampuni. Atakuja kwanza na timu yake, atazunguka, atafanya utafiti. Hapa kweli kuna uwezekano hii kampuni yangu itafaulu, hapa nikianza nitafaulu, wateja je ninao? Wana wataalamu, wanatembea nao, wanahakikisha wamefanya utafiti wa kutosha kabla ya kuchukua pesa zake na kuanza kuweka kwenye biashara. Kwa sababu ni udongo mzuri tu ndio ambao unaweza kuzaa 30, 60 au 100. Kuna wengine kwa sababu ya kutofanya utafiti, wanachukua ka 50,000 kake, wanakapanda kwenye udongo wa nini? Chini kuna nini? Kuna mwamba. Kale ka biashara kake katachipuka ile siku 2 3, baada ya siku ngapi? Wengine biashara zao watazipanda kwenye udongo wa miba. Umeanzisha tu ka biashara, kanaanza kusongwa na hali na vitu. Haya yametokea, au mvua imenyesha. Unajua haya mambo pia tunapaswa kujua, hata nyakati ndo hayo. Unaanzisha, kuna biashara hazihitaji mvua, au sio jamani? Umekaanzisha tu, hujafanya utafiti ujue hata ni nyakati gani mvua inanyesha, biashara yako inafanyaje? Inakufa. Kwa lazima tuhakikisha kwamba kabla ya kuchukua mbegu zetu na kwenda kuzipanda, tumezipanda katika udongo sahihi. Kwa cha kufanya, moja, ichunguze biashara kwanza. Ujue hii biashara ambayo ninaenda kuifanya itaniletea matunda au la. Jua kila kona zote. Hakikisha unajua shughuli zote zinazohusiana na biashara hiyo. Unajua soko ulilonalo ni lipi. Unajua mbinu ulizonazo ni zipi. Unajua wateja ulionao ni wangapi. Usianzishe biashara ambayo hujaifanyia utafiti. Mwambie jirani yako, acha kuanza biashara kwa kufuata mkumbo, kwa kufuata watu wengine. Mama Biti kwa kuwa ameanza hivi, na mimi ngoja nikaanze. Fanya utafiti wa kutosha.
Lakini pia jichunguze wewe ya kwamba je, nina uwezo wa kufanya hii biashara? Nina ujuzi wa kusimamia biashara? Ninaijua au sio jamani? Unaweza kuanzisha biashara ambayo huijui, mwisho wa siku itafanyaje? Itaharibika, utashindwa kuisimamia. Na kama pia unaajiri watu, hakikisha pia unaijua biashara. Bila kujua, watu watakuibia. Wafanya kazi takuwa nakupiga na hujui kuwa nafanyaje, wanakupiga au sio jamani? Kwa kuwa si wewe hujui. Ndio maana biashara nzuri ni ile ambayo unaisimamia mwenyewe, una ujuzi nayo, una uzoefu nayo, unajua pesa zinaingiaje, unajua pesa zinatokaje. Yesu anatupa hekima hapa katika Luka 14:28 hadi 30, anasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumaliza, asije akashindwa kumaliza. Baada ya kuupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Hakikisha unafanya plani yote ili ile biashara unapoianza usiishie njiani na ukawapa watu faida ya kukucheka ya kwamba huyu ameanzisha biashara imemshinda, au sio jamani? Yapo hayapo? Watasema mengi, huyu hawezi, huyu hawezi kusimamia pesa. Na wewe utapigwa na stress nyingi sana. Kwa sababu gani? Umeingia katika kazi, umeanzisha kitu ambacho ukiwezi. Na kama ni mtu ambaye amekuwezesha pesa, kama ni mtu ambaye amekuwezesha hela, atakupa tena? Hawezi kukupa. Kwa sababu Biblia inasema ilipo nini hazina yako ndipo na moyo unapokuwa. Mtu akikupa pesa, amekusaidia uanzishe kitu, anaendelea kuchunguza. Yaani lazima moyo wako endelee kuuliza, yule mtu ile pesa niliyompa alifanyia kazi kweli? Ukifaulu kasimamia vizuri, akaona na yeye kweli ile biashara inamsaidia, kweli amepiga hatua, basi anaweza hata kuongezea nini? Mtaji. Na nielewa watu wa Mungu. Kwa hiyo hakikisha unaijua biashara na unajijua pia. Na wale wafanyakazi wako unaajiri watu wanaojua wanachoenda kukifanya. Sawa jamani? Hiyo ni sheria ya ngapi? Ya pili. Sheria ya tatu. Sheria ya tatu inasema, panda aina tofauti za mbegu katika maeneo tofauti. Waafrika, niseme Waafrika, tumezoea kufanya kabiashara kamoja tu. Yaani unajulikana na kabiashara kamoja tu maisha yako yote. Msimu wa kupigwa ukifika, kanafanyaje? Kanapigwa, unaanza kulia. Si una kengine, maisha yanarudi nyuma, ule mtaji wote wa kale kabiashara unafanyaje? Unatumia wote. Mpaka msimu wake ukirudi tena, unaanza kutafuta msingi upya. Kwa sababu gani? Umefanya aina moja tu, umepanda aina moja tu ya nini? Ya mbegu. Sasa katika Mhubiri 11 mstari wa pili unazungumzia kupanda katika maeneo tofauti. Na mstari wa 6 unazungumzia kupanda aina tofauti za nini? Za mbegu. Unaweza kupanda biashara moja katika maeneo tofauti.
Kwa mfano umefuga kuku Dar es Salaam, umefuga tena kuku hao Kigoma, umefuga tena kuku hao Mwanza. Hiyo siyo salama. Kwa sababu kuna wakati ambapo kuku kwa mfano wanaweza kuvamiwa na upepo ukaipiga Tanzania nzima. Wale wa Dar es Salaam wakapotea, wa Kigoma wakapotea, wa wapi kule wakapotea. Sasa tunasema usipande aina moja tu ya nini? Ya mbegu. Sawa? Hiyo ni A. B, usipande sehemu moja tu. Mimi kazi zangu tambani tu basi. Sawa eh? Mimi kazi zangu wapi? Tambani, siendi kwingine. Hapo nakosea. Kuna wakati tambani kutatokea tatizo, ile biashara yako itakufa. Kama hujapanda sehemu nyingine, basi umerudi wapi? Zero. Na hivyo ndivyo watu wanavyorudi zero. Wanapanda, wanashuka. Wanapanda, wanashuka. Sasa Waafrika kwa sababu tumezoea uchawi, wananiroga. Si ndio hiyo eh? Wananiroga. Hakuna naye kuroga. Biblia inasema mstari wa 2, uwagawie sehemu watu 7. Maana yake uwekeze sehemu ngapi? 7 au hata 8. Maana hujui baa gani litakalo kuja juu ya nini? Ya nchi. Tatizo linaweza kuja kwenye sehemu ya kwanza, ukakuta sehemu ya 2 na ya 3 imefanyaje? Imekukomboa. Sasa kama unawekeza na biashara yako ipo sehemu moja tu, tafadhali panga kutawanya biashara yako. Mnanielewa vizuri watu wa Mungu? Panga kufanyaje? Kutawanya. Pia kama mbegu yako, mstari wa 6 nasema panda mbegu asubuhi na jioni, usiache kupanda. Maana hujui zipi zitaota, za asubuhi, za jioni, au zote zitakuwa nzuri. Na nielewa vizuri. Ukipanda maharage, panda jioni nini? Mahindi. Kwa sababu maharage yanaweza ukataa, mahindi yakafanyaje? Yakakubali. Tuache tabia ya kutegemea kabiashara kamoja. Tuache tabia ya kutegemea fani moja. Wewe ni fundi, nitoe mfano fundi. Kuna wakati unaweza kupata ajali, ni mfano tu. Mkono ukapata shida, kiasi kwamba huwezi ukafanyaje? Ukajenga tena. Utaishije? Tabu kubwa sana. Kwa lazima uwe na kitu kingine ambacho unaweza kukifanya kikakuingizia nini? Pesa. Tunataka maisha yetu yabadilike. Kawaze kitu kingine hata cha 10,000, wekeza. Yaani kuwa na vitu twingi unatotufanya, twingi. Pale uwe nako, pale pia uwe nako, kule pia ukienda Mbande kuwepo nani kako, kule pia ukienda Kariakoo uwe na kabiashara kako, ukienda Mbezi uwe na kabiashara. Kuwa nato twingi tafadhali. Sheria ya 4 inasema hivi: lengo la kuweka akiba sio kuitumia baadaye, bali ni kwa ajili ya kununulia vitega uchumi. Tunasema hivi, lengo la kuweka akiba sio kuitumia baadaye kama tulivyozoea. Kwa sababu zamani lizoeleka ya kwamba weka akiba kwa ajili ya mambo ya nini? Ya dharura, au sio? Baadaye ukanunulia TV, weka akiba. Baadaye ukanunulia nini? Simu. Uwe una chati. Na wengine tunachukua ile tumeweka akiba kwenye nini? Kwenye kinini kile? Kwenye kikoba kule. Ukipata 150,000 nanunua nini?
smartphone, au sio jamani? Una mpango gani na smartphone? Niwe na chati. Au sio jamani? Yaani umepambana miezi 6 unakusanya 200,000, 150,000 kwa ajili ya kununua nini? Bima. Kitu ambacho ukikichukua kitakuwa kinakula hela badala ya kukuingizia nini? Pesa. Maisha yako yatabadilika. Nimeweka akiba kibubu nimejaza. Nikimaliza hapa Loveness hiyo, naenda Kariakoo, nachukua lile wigi safi. Na kile kiatu safi. Alafu nimeona picha moja, kuna sketi unaita blouse. Kuna blouse moja imetoka, yani waliniambia ni 50,000, na bakiza tu kidogo, niko naweka akiba. Nikipokea tu, mnasema kupokea nini? Safi. Nikipokea tu mchezo na iendea wapi? Kariakoo. Sasa jamani, tumlaumu Mungu? Akiba inawekwa kwa ajili ya kununua kitu ambacho kitakuletea nini? Faida. Ikiwa umekusanya pesa miezi 6, mnakusanyaga miezi mingapi? Wengine hata mwaka mzima, mwaka mzima unakusanya pesa. Unapokea pesa, inaenda kwenye dhima tu. Maisha yako yatabadilika. Pesa inakusanywa ili tuitumie kununua nini? Vitega uchumi. Na hatuweki akiba ili tuzitumie kwa ajili ya mambo ya dharura kama tulivyokuwa tunafundishwa zamani. Huu mfumo tuuache, kwamba nimeweka akiba, kesho mwanangu anaweza kuumwa, niende nikamtibishe. Kesho naweza kupata mgeni, kumlisha mgeni, niweze kumlisha. Au kesho ninaweza nikafanyaje? Niwe nasaidia ndugu zangu. Kwa hiyo akiba, niwe nasaidia ndugu zangu. Hatuweki akiba kwa ajili ya vitu hivyo. Mchungaji, unatuchanganya. Nitawapa jibu. Kama sitasema mnikumbushe. Mchungaji, sasa haya mahitaji ya dharura tunafanyaje? Mnikumbushe kama sitasema. Lakini ukweli ni kwamba akiba tunaziweka kwa ajili ya biashara tu, kwa ajili ya kitu kinachotupa pesa. Ikiwa utaweka akiba, iweke kwa ajili ya kitu ambacho kitakupa pesa, kitega uchumi. Unaweka akiba kwamba siku moja ukikutana na mtu anauza kiwanja, ukinunue. Unaweka akiba ili ukikutana na mtu, kwa mfano wewe ni mfanyabiashara wa simu, ukikutana na mtu anauza simu na wewe unaweza kuinunua ukaiuza kwa bei nyingine, nunua. Uwe na nini? Na pesa ya akiba. Ile pesa ya akiba haipo kwa ajili ya mahitaji ya kila siku ya kula nyama, mboga, sijui ugali na nini. Pesa ya akiba inawekwa kwa ajili ya mishe. Najua mishe, kwa ajili ya fursa. Zikija fursa, unasema nina pesa. Umekutana na mtu, bwana ninaumwa, ninataka niuze kiwanja. Kwako ni fursa, unaenda kwenye akiba. Bwana leta hicho kiwanja, mimi nifanyeje? Ninunue. Hivyo ndo tunavyoishi. Sasa wengi tumeweka pesa kwenye nini kwa ajili ya nikasapoti mama, nikasapoti mdogo wangu chuo, naweka akiba. Hizo zote ni nini? Ni nini? Dhima. Ni vitu ambavyo havina faida kwako. Mchungaji, kusapoti mama yako sijasema ni dhambi, lakini hatuweki akiba kwa ajili ya kusapoti wazazi.
Mnanielewa vizuri? Mmenipata? Mchungaji unatuchanganya asiwachanganye. Sasa kuna sababu nitawaeleza baadaye. Kuna sababu kuu mbili zinazopaswa kutusukuma kuweka akiba. Sababu kuu ngapi? Mbili. Moja, tunaweka akiba kwa ajili ya kujenga mtaji kwa lengo la uwekezaji. Unataka kufungua biashara fulani, huna mtaji, anza kuweka nini? Akiba kwa ajili ya kutengeneza nini? Mtaji. Si inawezekana? Kwa mfano kile kibubu au michezo ile, unaweka zile bukubuku kila siku ukiwa na lengo, nikipokea tu ninaanzisha biashara fulani. Unanielewa? Sio nikipokea tu naenda Kariakoo. Nikipokea tu ninaanzisha biashara fulani. Kwa hiyo unaweka zile bukubuku pale kwenye vile vinani vikoba mnaita hivi nini, kwa ukiwa na lengo, mimi ninaweka hizi bukubuku, nikipokea tu ninaanzisha biashara fulani. Mmenipata vizuri? Kwa hiyo tunaweka akiba kwa ajili ya kutengeneza mtaji. Pili, tunaweka akiba ili baadaye tuitumie kununua vitega uchumi tunavyovipata kwa dharura. Sio dhima, nimeshaeleza. Unaweka akiba iwe standby, ili ukikutana na mtu anayeuza kiwanja ni kitega uchumi, unanunua. Sawa? Umekutana na mtu anauza bodaboda yake, unafanyaje? Unanunua ili uingize wapi? Mtaani. Sawa? Umekutana na mtu anauza simu ambayo kwengine wewe ni mfanyabiashara wa simu, unaichukua, unanunua, unaenda kuiuza tena kwa bei kubwa. Sababu mara nyingi hao wanaotuletea ninunulie, jamani natafuta mteja. Sawa? Mara nyingi wanauza kwa bei ndogo ya chini. Kiwanja cha 2,000,000 unaweza kukuta nakwambia nipe hata 1,000,000 tu. Wewe nipe hata 1,000,000. Kwako hiyo ni nini? Ni faida. Kwa hiyo kama una kapesa kako ulikaweka, unako kamilioni, unamwambia wewe leta bwana kiwanja hapa. Au sio jamani? Unanunua 1,000,000, baadaye unakipiga 3,000,000 au 4,000,000. Ndio ambavyo tunavyoteka mali jamani. Kwa hiyo ni hizo sababu ngapi? 2 tu. Sasa ni wajibu lile swali. Sasa tunakidhije mahitaji ya msingi? Niwape majibu. Sawa? Mama yako utamsapotije? Chakula, watoto, ada utalipaje? Maana tulisema hatupaswi kufanyaje? Kutumia kwenye mbegu kulipa nini? Ada. Sawa? Ile TV utailishaje? Kwa sababu hatujasema usinunue nini? TV, si ndio? Na hizi dhimadhima hizi unazipataje hizi bwana? Kuna njia ngapi? 2. Moja, kwenye faida, sawa, ya biashara, au anzisha biashara maalum kwa ajili ya hicho kitu. Umenielewa? Mama Bite, uwe na biashara ambayo unasema kutoka kwenye hii biashara ndio itakuwa inalisha watoto wangu, na kupata zile 200 za kina Bite wanapoenda wapi? Shule, zitakuwa zimetoka kwenye hii biashara, sio kwenye ile nyingine ya msingi. Mama Bite, sio ile hiyo ndo Bite umo hiyo ndo wazazi wako umo. Anzisha biashara maalum. Ndio maana tunapaswa kuwa na biashara nyingi. Yanaweza kuwa matunda, useme kitakacho kwenye matunda, biashara ya matunda, kitakuwa ndo nitakuwa nachukua 200 nampa Bite, anaenda nayo shule. Mama akinipigia nitakuwa naokota humu. Anzisha biashara pembeni maalumu kwa ajili ya mahitaji hayo. Ni mpaka hii biashara itakapokuwa na uwezo wa kulisha TV
ndo ununue nini? TV. Hii biashara ikiwa na uwezo wa kulisha gari yako, sawa, ndo ununue nini? Gari. Usinunue gari, kuna biashara maalumu ya kulisha gari yako. Mmenielewa watu wa Mungu? Sasa maisha ya kutegemea kabiashara kamoja, achana nayo leo. Sawa jamani? Mmenipata vizuri? Nenda kamwambie mume wako, mume wangu, leo tunaanzisha biashara nyingine ya watoto hawa. Na uwe na nidhamu. Ile biashara si inaendelea kuzaa, manake pesa zinaendelea kuwepo. Kama hakuna shida, hakuna hitaji, pesa inaendelea kufanyaje? Kuongezeka, au sio jamani? Wazazi wako wanahitaji matibabu, anzisha biashara maalumu ya kusapoti nini? Wazazi wako. Ninakutana na watu wanapata mshahara, lakini ananiambia, mchungaji, nikipata tu pesa inapotea. Mara mama ananipigia, mara sijui shangaza ananipigia, mara na ninashindwa, kwa mfano mama kumwambia mama sina kitu. Si ndio inavyokuwa? Sasa dawa yake, anzisha biashara ya nani? Ya mama. Yeye hajui, wewe muanzishie tu nini? Biashara pembeni. Useme kwamba mama kinipigia nitakuwa nachukua wapi? Kule, sio hapa. Ada ya watoto madaftari nitakuwa nanunua kutoka kule kwenye ile biashara, sio kwenye huu mshahara. Point imeshaeleweka. Sina haja ya kurudia tena Kwa nimejibu swali lako Sawa. Sasa tunamalizia, tupo kwenye kuweka akiba, si ndio? Njia 2 bora za kuweka akiba. Ile ya mchezo sijaikataa, ni nzuri pia, lakini hakikisha ina usalama. Hakikisha vile vikoba, mnaita vikoba, mnavyofanya, hakikisha pesa yako ina ulinzi wa kutosha. Yule mtu kuwepo mikataba ya kusaini, ajikomiti ya kwamba mimi nitakuwa mtunza hazina wenu, nimesaini hapa, sitakimbia na pesa zenu, nyumbani kwangu ni hapa, awape na adresi zake. Wekeni mkataba mzuri, mwende hata serikali za mitaa, mjitambulishe pale. Na ndio maana serikali inataka vikoba visajiliwe. Kama huna uhakika na yule mtu wa nini, mnaita kikoba, peleka hela yako benki, nenda kafungua akaunti yako. Kwanza kufungua ni ngapi? 10,000, sijui wanaanza na 10,000. Kafungue akaunti. Sasa hivi kuna mawakala kila mahali. Hizo buku zako unaweza niwekee kwenye akaunti yako. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo nashauri, fungua akaunti ya benki mahususi kwa ajili ya kuweka akiba zako. Pili, kitu kingine ambacho unaweza ukifanya, fanya ubia na mfanyabiashara. Kwa mfano wewe ni mfanyakazi ambaye huna muda wa kuendesha biashara, sawa? Unaweza kufanya ubia na mfanyabiashara. Hata mimi ninamtafuta sasa hivi ambaye ninaweza kuwa nampa pesa zangu, anaziendesha kwenye biashara yake, alafu ananipa nini? Faida. Sawa? Lakini hata hilo pia hakikisha mna documents za kisheria mmesaini. Na nielewa watu wa Mungu? Kuna watu wanafanya hivyo, naita nani? Hisa unachukua pesa zako unaingiza kwenye kampuni fulani, kampuni inaendelea kuzifanyia biashara, mwisho wa mwezi inakupa kiasi fulani. Kwa naweza kuwa mtu binafsi au nini, kampuni. Kwa ukiwa nazo pesa na huna muda wa kufanya biashara, tafuta vikundi, tafuta wafanya biashara, hiyo mifumo ipo, tafuta makampuni,
uwe unawapa pesa, mnawekeana nini? Utaratibu na document mna saini, na yale ni makampuni ambayo yanajulikana. Mnafanyaje? Pesa wanazifanyia biashara, mwisho wa siku wanakupa nini? Faida. Sawa jamani? Mmenielewa watu wa Mungu? Unawezaje kuweka akiba ukiwa na mahitaji yanayozidi kipato? Sawa? Kwa sababu hili ndio swali la msingi katika maisha yetu, ya kwamba kipato changu hakiniruhusu kuweka akiba. Si ndio maana yake? Kipato changu hakiniruhusu kuwekeza. Si ndio maana yake? Napata kipato kidogo. Sasa mchungaji, unasema nianzishe biashara zaidi ya 2, nitazianzishaje? Sawa. Jibu la kwanza ambalo ndo kubwa zaidi, punguza matumizi. Yaani hiyo ndo njia itakao kusaidia tu. Umekodi nyumba unalipa 20,000, tafuta nyumba ya 10,000. Mchungaji, siwezi kuishi nyumba ambayo haina nini? Haina umeme. Nenda kaishi nyumba ambayo haina umeme. Hakuna njia nyingine. Mchungaji, niombee tu Mungu afanye muujiza nipate hela. Mungu anasema punguza nini? Matumizi. Hilo ndo jibu la Mungu. Uanze kuwekeza. Mchungaji, uji wa bila sukari siuwezi. Kunywa uji wa bila sukari miezi 4-5 utakufa. Uko ndo kupunguza nini? Matumizi. Upate kitu cha kusevu. Kwa sababu bila njia hiyo hautaweza kupata kitu cha kufanyaje? Cha kuweka akiba. Kwa hiyo ondoa kwanza kwenye orodha yako yale matakwa. Ondoa. Matakwa ni nini? Vitu ambavyo unaweza kuishi bila kuwa navyo, viondoe kwenye bajeti yako. Hivi nisipokula sukari, nisipokunywa uji wenye sukari nitakufa? Hapana. Nitadhoofika ndiyo kwa muda kidogo, lakini sitafanyaje? Sitakufa. Iondoe kwa muda. Nisiponunua nguo nikavaa hizi kwa miezi kama 6, kuna shida? Hapana. Ukiona hakuna shida, usinunue nini? Nguo. Vaa hiyo moja, hizo 2. Upate cha kufanyaje? Cha kuweka akiba. Nyumba unalipia kiasi gani? 30,000 kwa mwezi. Punguza, tafuta nyumba ya 10,000. Tafuta nyumba ya 15,000. Unanielewa vizuri? Kutoka hapa mpaka kwa Mkulu ninatumia kiasi gani cha nauli? Bodaboda ni shilingi ngapi? 1,000. Anza kutembea. Usevu buku. Unanielewa vizuri? Kitonga hapo si tunatembea tu. Wewe tembea, sevu. Hiyo ndo njia ya kutoka. Lakini tukiwa tunaendelea kuishi na vitu ambavyo, kutumia pesa kwa vitu ambavyo tunaweza kuishi bila kuwa navyo, hakuna siku maisha yetu yatabadilika. Epuka tabia kununua vitu vidogo vidogo. Mnajua vitu vidogo vidogo vinakula hela. Umenunua haka kadogo tu kamekula jero. Umenunua kale kamekula 1,000. Umenunua kale kengine kamekula. Ukiziweka pamoja zile ndogo ndogo 50,000 imeenda. Ndio maana tulisema kanuni ya kwanza ile ya kwamba kabla ya kutumia hela iweke kwenye nini? Karatasi. Sawa jamani? Jua ambako kila senti yako inakoenda. Ishi maisha ambayo yanaruhusu kipato chako kibaki na akiba.
unapata 10,000, ile 10,000 itumie kwa namna ambavyo unabaki na 2,000 au 1,000 ya akiba. Hiyo ndo njia itakao kusaidia kubadilisha maisha yako. Njia ya pili, nunua vitu vya bei ndogo kuliko vya bei kubwa. Badala ya kula chapati, chapati ni shilingi ngapi? 300. Kula andazi la 100. No, tuache andazi, utashiba. Kula mihogo ya 200. Supu achana nayo supu. Piga chai yako ile ile, na usinunue majani. Panda yale manani mnahitaji yale. Mchai panda ule. Badala ya kwenda kupele 100 ni kubwa. 100 ya majani ni kubwa kwa mwezi. Siku 30 majani ni shilingi ngapi? 100 mara 30 ni ngapi? 3,000 hiyo. Hela kubwa hiyo. Panda michai pale nyumbani. Piga chai yako ya nini? Ya mchai. Kwanza ile ndo nzuri zaidi. Save hiyo 3,000. Mchungaji, unataka tuishi maisha magumu? Ndo hayo. Bila kuyaishi hayo kwa lengo, hauwezi kubadilisha maisha. Sasa tunaishi maisha hayo. Niko namalizia. Bado tunalia, Mungu tubariki. Mchungaji, niombee upako wa mipesa. Mipesa inakuja kwa hizo njia ninazoambia hizo.